Balaa la movie yetu linaanzia mishale ya saa 8 usiku. Wanaonekana maafande wawili wakiwa wanafanya doria mitaa ya barabara. Lakini ghafla wakashuhudia kuna gari moja ilikuwa iko spidi sana. Wakawa wameshtukia kwamba huenda dereva anaendesha gari akiwa amelewa. Ikabidi kumsimamisha kama ambavyo trafiki wengine huwa wanafanya. Lakini mwamba alipoweza kushusha kioo cha gari, macho yake yalionekana kuwa ni mekundu sana na yenye kung'aa. Polisi hawakujali sana juu ya hilo, wakataka kumpima kipimo cha pombe. Lakini kitu cha kustajabisha ni kwamba mwamba akawasha gari na kuanza kuikimbiza huku polisi mikono yake ikiwa iko ndani. Polisi akazidi kumsimu mwamba na kumwambia kwamba hebu simamisha gari kabla sijakufanyia jambo baya. Na kadri polisi huyu anavyozidi kupaza sauti yake, ndivyo mwamba akazidi kuongeza mwendo zaidi, na mwisho wa siku akawa ameweza kumwachilia. Upande wa pili tunaonyeshwa dogo mmoja anayefahamika kama Yang Hu. Yule alikuwa akifanyiwa mambo mabaya kule barabarani, kwa maana ya yule afande ndio baba yake na huyu dogo. Baba huyu amemlea mtoto wake katika maadili mazuri sana, kwa sababu mama yake aliweza kufariki kwa kitambo kirefu kidogo. Na mzee ni afande, anajituma sana katika kazi zake kama ambavyo tumeweza kumshuhudia pale mwanzoni, lakini siku zote huwa anamfundisha mtoto wake juu ya masuala ya kumwamini Mungu, na anampeleka kanisani kila mara akimfundisha kumwomba Mungu. Kutokana na kazi yake hiyo ya upolisi traffic, basi wakati mwingi sana huwa anashinda barabarani nyakati zote za usiku, na mwanae anamwachaga peke yake nyumbani. Hasa tukitokea kule barabarani, baada ya baba kupitia kisanga kizito sana kutokea kwa yule mtu ambaye alikuwa akimkimbiza katika gari, mwisho wa siku safari yake inaishia hapo hospitalini. Taarifa ya mzee kwa hospitalini ilimshtusha sana dogo. Aliambatana na bibi yake na moja kwa moja wakatimba katika maeneo ya hospitalini. Akiwa dirishani anamtazama baba yake katika hali mbaya, akaamini kwamba hakuna njia nyingine babake kupona zaidi ya kufanya maombi ili aweze kupata muujiza kutokea kwa Mungu. Na kila wakati alikuwa akikumbuka kwamba babake alimwambia kuwa maombi ya mtoto mdogo mwenye imani yanajibiwa kwa haraka zaidi. Akatoka pale hospitalini na kukimbilia kanisani. Akiwa amefika kanisani, dogo akaendelea kuchapa maombi. Wakati huo akaja mchungaji na kumwambia kwamba kama akiomba kwa imani basi baba yake atapona na ataendelea vizuri. Kisha mchungaji akambatana naye kuendelea kuomba. Lakini wakati huo dogo amekesha kanisani kuendelea kumwombea baba yake, na ndivyo ambavyo baba yake alikuwa akikata roho. Kwa lugha nyepesi, maombi alikuwa amedunda na dogo baba yake akapoteza maisha. Bwana mdogo mishale ya saa 11 kasoro ya alfajiri, basi baba yake akawa amemtokea na kisha akawa amesimama na kuanza kuzungumza naye maneno mengi sana ya hekima, akijua wazi kabisa kwamba maisha baada ya yeye kuondoka hapa duniani basi kwa mwanae anaweza kawa ni magumu sana. Hivyo akawa anamfariji katika namna hii ya maono. Lakini wakati huo akawa amempatia mwanae mkono, na wakati huo dogo anapokea mkono akagundua wazi kabisa kwamba baba yake atakuwa amekufa. Kesho yake katika mazishi, dogo alilia sana akimlaumu sana Mungu kwa sababu alikuwa amemuomba sana, na kwa bahati mbaya hajaweza kumsaidia baba yake kuweza kupona. Na baada ya mazishi tu anaonekana yule mchungaji ambaye siku ya jana alikuwa amemwambia kwamba kama ukiomba kwa imani basi baba yako atakwenda kupona, akachukua kifaa kimoja hivi akawa amemtupia, na akajilaumu sana kwa kusema kwamba ulikuwa umeniambia kwamba nikiomba kwa imani babangu atapona, mbona amekufa? Dunia haisimami bana, inasonga mbele. Ni miaka 20 imeweza kupita kutokea kipindi kile bwana mdogo aweze kumzika baba yake. Kwa sasa Yang Mu ni mpiganaji maarufu sana katika nchi ya Korea, na siku ya leo alikuwa akipigana na bwana mmoja hivi kutokea nchini Marekani. Na Yang Mu wa sasa watu wamemtunuku jina la Grim Reaper, yani yeye ni malaika mtoa roho, kwa sababu kila anaingia nayo uwanjani hajawahi kutoka salama kabisa. Kiufupi ni kwamba yeye ni unbeatable, yani hapigiki kabisa. Sasa wakati wanajiandaa tayari kabisa kuingia katika mpambano, akaja kugundua kwamba katika mwili wa mwamba kulikuwa kuna tattoo ambayo inaonyesha msalaba, na kitu hichi kinamkela sana kwa sababu alishaachana kabisa na imani hii. Macho yake yakaanza kutoa kama rangi hivi, na kuna sauti anaisikia ndani yake ikisema kwamba embo lipa kisasi kwa sababu babako aliweza kudanganywa na imani hii. Kengele ya uwanjani ilipoweza kusikika tu, basi dogo moja kwa moja akamvaa yule mzungu na kuanza kumshambulia sana. Kumbuka kwamba anamshambulia kwa sababu tu jamaa na ile alama ya msalaba, na anahisi kabisa kwamba akimshambulia mtu huyo anakuwa analipa kisasi, kwa sababu amewahi kuomba msalaba kipindi kile ambapo babake alikuwa anaelekea kufa, na kwa bahati mbaya babake akawa amekufa, kitu ambacho kikamfanya asiamini kabisa imani hii. Mwisho wa siku marefari wakawa wameingilia na kuweza kumtoa dogo kwa sababu alikuwa akimshambulia mwamba almanusula aweze kumuua. Baadaye nyakati za usiku dogo akiwa amelala akaanza kumuota babake, na anamuota babake anamuongoza kuelekea katika kaburi, na bahati mbaya katika ile kaburi kulikuwa kuna alama ya msalaba. Dogo akakasirika sana, akauchukua ule msalaba na kwenda kuutupilia mbali, lakini kwa bahati mbaya ule msalaba ulikuwa umenasia katika mkono wake. Akabaki anashangaa mbona msalaba hautupiki. Wakati huo anaendelea kushangaa, ghafla tu ule msalaba ukaanza kutoa moto mkali sana, ukaanza kumuunguza mkono wake na mwili wake ukaanza kutoa moshi. Mwisho wa siku akawa ameshtuka kutokea usingizini. Jambo la kushangaza ni kuwa mwamba alipoweza kutazama katika kiganja chake akashangaa kwamba ana ile alama ya moto ule msalaba aliokuwa ameushika katika ndoto. Hii kitu ikamshangaza sana. Moja kwa moja akatimba katika mitaa ya hospitalini. Walipomhoji kwamba nini ambacho kimeweza kusababisha jeraha lile, lakini hakuweza kusema. Mwisho wa siku akawa amemfunga bandage na kisha jamaa akawa amerudi nyumbani. Nyakati za usiku akiwa amelala akashangaa kuona kwamba anaota ndoto kana kwamba kuna damu inatiririka katika lile jeraha. Akarudi tena hospitalini, wakaendelea kumfanyia matibabu zaidi, lakini kwa bahati mbaya ni kwamba hali hii iliendelea kujirudia mara kwa mara, kitu ambacho kikaathiri sana utendaji wake hata katika mazoezi pia.
Lakini mwamba Young Mu alikuwa na rafiki yake wa karibu sana ambaye huwa anamshirikishaga mambo yake, na siku leo rafiki yake akamwambia kwamba nina mpo wangu ambaye anafanya mambo ya kiganga, ni vyema ungeenda kumtembelea ili uweze kujua changamoto ni nini. Lakini mwamba Young Mu akawa amekataa kabisa, kwa sababu yeye alishaachana na masuala ya kiimani, hiyo ni masuala ya kimungu au masuala ya kishetani, yeye hataki kabisa hayo. Lakini hii hali iliendelea kumsumbua mara kwa mara, na mwisho wa siku akawa amechoka, akamwambia rafiki yake kwamba ampeleke kwa huyo mganga. Alipoanza kumpeleka, tulikuwa kidogo nje ya mji, akafika katika kile chumba ambacho kilikuwa kinashangaza kidogo, kwani kilikuwa kinailizi kila sehemu. Huyu bidada mganga wa kienyeji alikuwa akiona roho ambazo zimemzingira mwamba, kisha akamwambia kuwa umeandamwa na roho nyingi sana. Lakini mwamba akawa hamwini kabisa, kwa sababu bidada ni kipofu, anawezaje kuziona hizo roho? Bidada akamwambia kwamba tatizo ni kwamba wewe una kitu cheusi katika mwili wako, na hicho kitu kinavutia mizimu iweze kukuvaa ndani ya mwili wako na kusababishia kuwa na mikosi kila sehemu. Na akaongezea kwa kueleza kwamba na yote hiyo inasababishwa na pete ambayo ulikuwa unaivaga katika maisha yako kila wakati na umeitunza mpaka siku ya leo. Lakini mwamba Young Mu baada ya kujitazama katika kifua chake, ni kweli kabisa aliochewaga pete, lakini hii pete alikuwa ameiacha babake kabla ya kuweza kufariki. Huyu bidada akachota kiganja kimoja cha mchele, kisha akaweka katika meza, akaendelea kufanya tambiko lake, na mwisho wa siku ikajichora alama ya msalaba. Akamwambia mwamba kwamba utakapokuwa unarudi nyumbani, mbele yako utaona msalaba, na utakapofuata msalaba huo basi utapata majibu ya maswali yako. Na wakati mwamba Young Mu anaelekea huko katika eneo la kanisa, alishangazwa na kuona kwamba kulikuwa kuna kunguru wengi sana ambao walikuwa wakimvamia. Mwisho wa siku akaingia mpaka ndani ya gari la kujifungia, lakini wale kunguru walikuwa ni wengi sana. Lakini ndani ya kanisa alikokuwa anaelekea kulikuwa kuna wachungaji wawili, mmoja alikuwa ni mzee sana na mwingine alikuwa ni kijana, na wote walikuwa wakifanya ibada ya kutoa mapepo katika mwili wa jamaa mmoja hivi ambaye alikuwa ni kijana mdogo. Na kadri walivyokuwa wakiomba na kumuonesha ishara ya msalaba, ndivyo mtu huyu alikuwa akipata nguvu zaidi, na mwisho wa siku akatuna misuli na kuweza kujitoa pale katika kile kiti alichokuwa amefungwa. Na mara ghafla akamvamia yule mchungaji mtu mzima, kwa maana ya mzee, na moja kwa moja wakati anaendelea kumshambulia yule mzee akawa ametoa pete yake moja hivi na kumgusa huyu shetani, kisha jamaa akawa ameweza kukimbia, na mwisho wa siku akawa anamtazama huyu mchungaji kijana. Huyu mtu mwenye mapepo akamvamia yule mchungaji kijana na kuanza kumtapikia madamu mengi sana, na mwisho wa siku sura yake ikabadilika na kuwa sura kamili ya shetani. Mchungaji kijana aliogopa sana na kuanza kukimbia kutokea katika eneo lile. Na baada ya mchungaji kijana kuweza kutoweka, basi moja kwa moja akamrudia yule mchungaji mzee, akamkaba sana, na mwamba akawa anapoteza kabisa matumaini, kana kwamba anakwenda kupoteza maisha wakati huo huo. Lakini wakati huo mwamba ndo akawa anaingia Young Mu. Hasa yeye akili zake zilikuwa ni kwamba anaweza kapambana na huyu mtu mwenye mapepo, kwa sababu mtu mwenye mapepo anaonekana anatumia nguvu, alafu yeye ni mtu ambaye anapigana sana boxing na hajawahi kupigwa hata siku moja. Alipambana sana na huyu mwamba mwenye mapepo na alikuwa akimshinda nguvu kila wakati, na mwisho wa siku bana akawa amemgusa na ule mkono ambao ulikuwa na alama hivi kama kovu, na yule mtu mwenye mapepo akaanza kuonekana kana kwamba kuna shilingi fulani kwa kiungua katika sura yake. Mchungaji mzee akakimbia moja kwa moja kuchukua maji ya upako, akawa amemmwagia huyu mtu, na kisha sura yake ikaonekana kama inawaka moto, na wakaweza kufanikiwa kumtoa yule shetani. Sasa baada ya kukamilisha zoezi hilo, mwamba Young Mu, kwa sababu kilichokuwa kimemleta ni kutaka kujua juu ya ile alama ambayo iko katika mkono wake, moja kwa moja akamuuliza huyu mzee, je, hii alama inamaanisha nini? Lakini huyu mzee akasema kwamba hiyo ni alama ya msumari ambayo Yesu Kristo alikuwa amepigwa msalabani. Na mwamba Young Mu akauliza ni kwa ajili ya nini? Na huyu mchungaji akasema kwamba hiyo ni baraka ambayo watu wanapewa wachache sana katika dunia, kwa hiyo umebarikiwa na umepewa hiyo baraka. Lakini Young Mu kwa upande wake akawa amekasirika sana na kusema kwamba huyu Mungu aliweza kuruhusu babangu aweze kufa, hakuweza kabisa kumuokoa, alafu leo ananipatia baraka. Baraka hii kwa ajili ya nini? Ndaitumia kwa ajili ya kitu gani mimi? Lakini mashetani aliyo katika kichwa chake akaanza kumsemesha kwamba muue huyo mchungaji haraka sana. Mchungaji akawa ameshtukia kwamba kuna kitu tofauti kinaendelea hapa, akaanza kumsomea vifungu fulani vya Biblia. Baada ya kusoma vifungu vya Biblia kama vyote hivi, mwisho wa siku ile hali ikawa imetulia kabisa kichwani kwa mwamba, na moja kwa moja mchungaji akataka kwenda kutembelea nyumbani kwa jamaa kuko vipi. Mchungaji alipofika kwa mwamba akaomba sana, kisha akachukua sai yake ile ya kichungaji akaweka nyuma ya picha ya mwamba pamoja na baba yake, kisha akawa anaondoka na kumwaga mwamba. Alipokuwa anatoka tu nje akakutana na yule mchungaji kijana bana. Jamaa anasema kwamba nilichoweza kukiona leo ni bora niache kabisa kazi hii ya kichungaji, naona nitaingia katika matatizo makubwa sana, nimekuja kuacha kazi. Na mchungaji mzee hakuwa na maneno mengi kabisa, akampatia leso na kumwambia kwamba hiyo ni ishara ya kwamba nimekuruhusu uende kwa amani katika kuiacha kazi yako ya kichungaji. Hasa siku ya leo tunaelekea katika baa moja maarufu sana hapa mjini. Jamaa mmoja ambaye ni mmiliki wa baa hii anaitwa kama Shimen. Huyu mwamba ndio yule mtu aliyekuwa ameweza kumsababishia baba yake na mwamba Young Mu majeraha mengi sana kwa kumburuza kwenye gari, na kisha mwisho wa siku mwamba akawa ameweza kumuua baba yake na mwamba Young Mu. Na kumbe katika baa hii huwa anakutana na makundi mbalimbali ya wauni na wanakwenda kujadili mipango yao, na kisha baada ya hapo anashuka chini kabisa hii eneo la baa, na kuna eneo ambalo ameliweka maalum kwa ajili ya kuweza kufanya ibada. Katika meza kuna moyo, lakini pia mbele yake kuna sanamu kubwa sana yenye mapembe. Mwamba akaanza kufanya ibada kwa kuuchoma ule moyo na kisu uliokuwa juu ya meza, na kadri anavyozidi kuuchoma moyo huu ndivyo ambavyo yule mwamba ambaye alikuwa ametoka kuongea naye yule gangster akawa anapatia shida kubwa sana. Kumbe mazungumzo yake kati yake na yule gangster hayakwenda vizuri kabisa. Maamuzi yake ya mwisho ikawa ni kumtoa kafara mtu huyu, na kisha akabarikiwa sana na huyo shetani. Nywele zilizokuwa zimeanza kuonesha mvi katika kichwa chake zikapotea, lakini pia kidonda alichokuwa nacho katika mkono nacho kikawa kimepotea pia. Na hii ndio sababu kwamba hata miaka 20 iliweza kupita alipoweza kumuua baba yake
yake na Mwamba Young Mo bado ni kijana vile vile. Kumbe kwa kutoa kwake kafara huwa anajirudi na kuwa kijana vile vile. Lakini huku nyumbani Mwamba Young Mo ile hali bado inaendelea kila siku na imekuwa mbaya zaidi. Siku ya leo akaamua tena kumfuata ule mchungaji na kumwambia kwamba mbona hali inaendelea vile vile licha kwamba mlinifanyia maombi. Basi huyu mchungaji mzee akampatia kidude fulani na kumwambia kwamba kila utakapokuwa ukikibeba kifaa hiki basi Mungu atakuwa anakulinda wakati wote. Lakini Mwamba Young Mo akasema kwamba haamini kabisa katika Ukristo kuanzia sasa hivi. Lakini kwa sababu anapitia matatizo na hana namna yoyote ikabidi kukichukua kile kifaa, lakini mchungaji akawa ameweza kuondoka. Sasa je, unadhani hii kitu itakwenda kumsaidia Mwamba Young Mo kuepukana na matatizo yote ambayo anayapitia? Ibana, tukutane katika episode ya pili na ya mwisho ambayo itakwenda kutupa finali ya tamthilia hii yetu nzuri ambayo tumetoka kuianzia mwanzoni. Asante sana kwa wote ambao mko pamoja na mimi, hakikisha umegusa alama ya kusubscribe.